Mkono. Mungu awabariki sana. Kipindi hiki ni cha mafundisho makuu. Tumekuwa tukijikita sana katika usomaji wa neno la Bwana. Nitakuwa na dakika chache sana kuzungumza kanuni muhimu unapotaka kutafasiri Biblia. Kanuni muhimu unapotaka kutafasiri Biblia. Jamani, mimi ni Mjita. Ninafikiri hata hiyo kutafasiri nimesema Kijita. Pastor Musa, ndivyo inavyotamka. Kutafasiri. Waswahili nasemaje? Kutafsiri. Sasa unaona sasa. Mgogoro unakuja kwenye lugha. Naomba nirekebishe mbinu muhimu unapotafsiri. Hebu rafiki nisaidie, ni Kiswahili. Pastor, hicho ni Kiswahili. Kutafasiri Wewe endelea ni Kiswahili. Okay, sawa. Jamani, na mwanazuoni wangu hapa akiniambia songa mbele ninakwenda. Sina shaka na muamini. Tunazo mbinu kadhaa ambazo zinatusaidia katika ufasiri wa maandiko matakatifu. Na kwa sababu kanisa limezisahau hizi mbinu za kutafasiri Biblia, ndio maana mtu anatafasiri kila nikitamka hiyo nahisi ninazungumza kitu kingine. Tuvumiliane. Ndio maana mtu anatafasiri Biblia katika matakwa yake anayotaka mwenyewe. Yaani anafasiri kama anavyotaka. Analeta maana kama anavyotaka. Hizi mbinu ni zipi? Mbinu ya kwanza ya ufasiri wa Biblia ni hitaji la Roho Mtakatifu. Hitaji la Roho nani? Mtakatifu. Kwa hiyo inashauriwa kwamba msomaji wa Biblia kabla hajasoma apige magoti, aombe uwepo wa Roho Mtakatifu, na hapo ndipo unaweza ukaifasiri Biblia yako ikakupa maana sahihi na sawasawa na mapenzi ya Bwana Mungu anavyotaka. Na ndio maana ukiangalia watu wanasoma Biblia ili mradi anafika tu anachukua Biblia anasoma, anachokipata sicho ambacho Mungu amekusudia. Mbinu ya pili ni imani na unyenyekevu. Unaposoma Biblia unapaswa uzingatie hivi vitu vikuu viwili ambavyo vinaweka mbinu moja: imani na nini? Na unyenyekevu. Yaani mtu anasoma Biblia anataka aamini baada ya kusoma, badala ya kuamini kabla hata hajafanyeje, hajasoma. Tunapaswa imani itangulie. Uiamini Biblia kwanza na uamini kile kilichomo ndani, na hapo ndipo utakaposoma utakuwa mnyenyekevu, kwa kuwa ulichokikuta ni sahihi. Watu imani wanataka imani iche baada ya kuwa wamesoma, lakini imani inapaswa itangulie. Uiamini Biblia kwanza na yale yaliyoandikwa ndani yake,